tusikae kwenye mambo ya zamani yanayohusiana na sisi kushindwa. Hili ni jambo moja la muhimu na la msingi sana. Yamkini kuwa unapitia changamoto, kuna historia fulani unayo, kile Mungu ambacho amekisema ukianze, ukifanye, inaweza kuwa ni biashara, inaweza kuwa ni mradi, inaweza kuwa ni huduma, inaweza kuwa Mungu ameweka ndani yako kipaji, una kipaji, lakini unaogopa tu kuanza, unaogopa kuanza kufanya kwa sababu ndani adui anaitumia historia. Pengine ulikuwa ni mwimbaji, ulivyoanza kuimba tu, siku umeanza kuimba ukapiga flat, na wenzio wale wanajua kabisa huyu kuna siku alishindwa, na adui anaitumia hiyo kwamba siku ile ulishindwa. Nikutie moyo, ni wakati wako wa kuamka, kwa sababu Mungu anasema usitafakari ya zamani. Yamkini kuna watu ambao walikutendea vibaya, una historia kabisa, kuna watu walikufanyia vibaya, kukatisha ile ndoto. Kuna jambo ambalo lilifanyika likiwa linataka kukatisha ndoto yako. Ulikuwa unataka kufanya biashara, kuna watu wakaja wakakatisha ndoto yako. Una hiyo historia, na kila sasa hivi ukitaka kuanza, ukitaka kuchukua hatua, unashindwa kwa sababu kuna kitu unakikumbuka. Yamkini kuna mradi umeanzisha tu ukafeli, na adui anatumia hiyo sasa kama fimbo. Na adui sasa, unajua adui anatumia watu wa karibu. Ibrahim aliambiwa watu wa nchi yako. Adui anaweza akatumia hata nyumbani, watu wa nyumbani kwako. Tena hao wako wanakuambia, kwa nini kila siku umeanzisha vionekani, umeanzisha vinafeli? Adui anaweza kutumia wao. Nikutie moyo kwamba wewe usikae kwenye historia ya kushindwa. Ni wakati wako wa kuinuka, ni wakati wako wa kuangaza, ni wakati wako wa kukaa kwenye lile kusudi, ni wakati wako wa kutii kile Mungu alichokisema, ili kuweza kuona udhihirisho yale mambo ambayo ulikuwa kabisa unaona kuna ugumu kwenye kuyaanza. Ninakwambia mwaka huu unaenda kuyaanza. Lile jambo ambalo lilikuwa ni gumu, ulikuwa uwezi kulifanya, kwa neno hili unaenda kulianza na kulifanya, na linaenda kutokea. Kile kitu ambacho ulikuwa unatamani kukifanya, neema ya Mungu ya ajabu inakuja juu yako. Roho Mtakatifu anaenda kukuwezesha, anaenda kufungua akili yako kuwaza, kukupa mawazo ambayo ni mawazo ambayo yatakuwezesha wewe kuweza kufanikisha na jambo hilo kuweza kutokea. Usikae kwenye historia ya kushindwa. Kwa sababu gani? Hii historia ya kushindwa, ukikaa katika historia ya kushindwa pia inaleta hofu ndani yako. Kwa sababu gani? Kitabu cha Ayubu anasema kwamba jambo ambalo ninalihofu hilo huwa linanijia. Hofu huwa inasababisha watu kufanya nini? Washindwe kwenda, washindwe kufanya mambo, washindwe kuchukua hatua. Hofu. Sasa kitu cha pili, jambo la kwanza tumesema historia inaweza ikakuletea hofu. Ukikaa kwenye historia inaweza ikakuletea hofu ya kushindwa, na ukashindwa kuanza jambo, ukashindwa kutenda jambo. Mungu amesema wewe ukahubiri Injili, anza kwenda mtaani, nenda kashuhudie watu. Adui anaweza akachukua, inatumika historia, jamaa, nchi, ndugu. Lakini jambo la pili, tumia historia au jambo la zamani kuweza kujifunza pale ambapo ulianguka, pale ambapo ulikosea. Unaweza ukaitumia historia vizuri, ikakupa mwelekeo wapi ulipokosea, ili ikuwezeshe kwenda mbele. Yamkini unapitia kwenye kipindi cha ukame. Kuna ukame ambao upo, haujui nini ufanye. Wakati ni huu, Mungu anaenda kufanya jambo jipya lichipuze, jambo jipya lidhihirike, jambo jipya lionekane. Mungu anataka akutumie wewe, na Mungu anahitaji mtu mmoja tu ambaye yuko tayari. Pengine familia yako inahitaji wewe ili kuweza kusimama familia ifike kwenye nchi ya maziwa na asali. Pengine ni ofisini, inakuhitaji wewe, mtu mmoja ambaye utatii na kusikia kile Mungu ambacho anakisema, ili uipeleke hiyo sehemu katika nchi ya maziwa na asali. Pengine jamaa zako, ni nyumbani kwako, ni mtaani, unasubiri wewe. Mungu anasubiri mtu mmoja ambaye atakuwa yuko tayari, ili aweze kwenda na mtembeo wa yeye anachokitaka na ile hatima ambayo ameiweka, na haya mambo yaweze kudhihirika, yachipue, yakue, yaweze kuonekana.